Basi mie nikiwa kama chizi nakwambia, nakimbia kutoa taarifa polisi. Nafika na waelezea ilivyokuwa, wakanichamba. Nikasema nyie nichambeni tu, kikubwa mimi nimpate kwanza mtoto wangu. Basi siku ile ikapita, sijamuona mwanangu bado. Nimetafuta mtoto mpaka nimekata tamaa. Nikirudi nyumbani namkuta mume wangu kavuta domo, nakwambia yani haingiliki. Nikiingia tu ndani, kofi, kamlete mtoto. Hatimaye wiki nzima ikaisha, bado mtoto hajapatikana. Nimelia mpaka machozi yameisha. Siku hiyo mume wangu wakati anarudi kutoka kazini, nashangaa anarudi na mtoto. Kwanza sikuamini. Yaani sikuamini macho yangu, sijui nguvu zilitoka wapi. Nilimkimbilia kidogo nianguke chini. Mume wangu alinifinya kisirisiri mpaka alama ilitoka. Na hapo ni kumheshimu tu mtoto. Ila isingekuwa mtoto, alikuwa anipige makofi kama kawaida yake. Hapendagi ugomvi mbele ya watoto. Mtoto mwenyewe akawa anashangaa tu, yani haelewi kinachoendelea. Funzo. Kumbe alishampanga mwanangu kuwa sherehe ikiisha atampeleka kwa shangazi yake likizo. Na shangazi yake nilimpigia kumpa taarifa za mtoto, akapokea lakini akakausha kimya. Nilikuwa najua kuwa ataenda likizo, lakini sio kwa staili hii. Nilifurahi tu kumwona mwanangu, ila nilishikwa na hasira nikimwangalia mume wangu. Yaani baba na vituko huyu sijapata kuona. Hivi wenzangu, mna wanaume kama huyu wangu? Na nilivyotoka tu polisi, kumbe na yeye alienda akawaambia msihangaike kumtafuta huyu mtoto, maana anataka nimkomeshe tu, ana tabia za kufanya sherehe usiku sijui nini. Akawajaza. Sasa huyu ni mume au gumegume mwenzenu? Yaani amenishinda tabia. Hapa sasa hivi nimemnunia yeye na ukoo mzima kwa hiki walichonifanyia. Ukoo hapana.